Nilikuwa naonekana poa, lakini ndani nilikuwa na feli. Watu waliniona navaa vizuri, ninapiga picha safi, naongea kwa confidence, lakini ukweli nilikuwa naahirisha maisha yangu. Nilikuwa nasema nikishapata mtaji nitaanza, nikishapata connection nitasonga, nikimaliza hiki kwanza ndipo nitafanya kile. Ukweli mchungu ni huu. Sikuwa nakosa mtaji, nilikuwa nakosa uamuzi. Sikuwa nakosa support, nilikuwa naogopa kuonekana nikijaribu. Nilitaka nianze nikiwa tayari perfect, lakini maisha hayasubiri perfection. Siku moja nilijikalia nikajiuliza swali moja tu. Unaogopa nini hasa? Si kushindwa, si kukosa pesa. Niliogopa watu kuona najaribu na nikosee. Hapo ndipo nilipogundua kitu kikubwa. Ego yangu ilikuwa kubwa kuliko ndoto yangu. Nilitaka kuonekana vizuri kuliko kuendelea. Na hiyo ndio ilikuwa inanifanya nibaki pale pale. Kuanzia siku hiyo niliamua kitu kimoja. Nitaonekana nikijenga. Nitaonekana nikijifunza. Nitaonekana nikikosea. Lakini sitajificha tena. Maana hakuna anayeshinda akiwa amejificha. Somo. Watu wengi hawajakwama kwa sababu hawana uwezo. Wamekwama kwa sababu wanataka kuonekana tayari wamefika. Growth haipendezi mwanzo. Inaonekana kama struggle, lakini struggle ndio inajenga authority ya kweli. Swali kwako. Unachelewesha nini kwa sababu hutaki kuonekana beginner? Usijidanganye. Maisha hayakusubiri uwe comfortable. Yanakuheshimu pale unapochukua hatua.